Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu, nikukaribishe tena wakati huu mzuri ambao Mungu amenipa neema. Binti kijana, mahali pa kuanzia kwenye tabia yoyote ambayo unatamani kubadilika ni kanisani. Kanisani ni mahali salama sana kwa mtu yoyote ambaye anaweza kuwa ana tabia yoyote ambayo anakuwa anafikiri kwamba hii tabia naweza nikaiacha vipi. Ninaongea mbele yako ni mtu ambaye basi nilikuwa na tabia nyingi chafu ambazo mahali popote nilikuwa natamani kwamba hivi tabia hizi nitaziacha vipi. Yaani mimi inawezekana siku ya siku kweli Esther nikaa nimetulia tu. Sina mpenzi. Yaani sifikiri kuzinizini. Hivi hapa nawezaje? Lakini msaada mkubwa zaidi umetokea kanisani. Kanisani ni mahali ambapo hapa mshindwi mtu. Alimada mtu umefungua moyo, niyo nimefungua moyo. Usiridhike kwenye hali hiyo ulionayo, nisiridhike kwenye hali nilionayo. Yoyote ya kufanya vibaya nikasema hapana, mimi kwa sababu ya hivi acha nifanye tu vibaya, hapana. Mimi na wewe tunatakiwa kutafuta kubadilika, na badiliko la kweli kabisa linaanzia kanisani. Kanisani ni mahali salama, kanisani ni mahali ambapo ukienda kabisa kwa moyo wa dhati, kwa namna ambayo kabisa unatamani kwamba hapana, mimi kwenye hiki natamani ningetoka. Kanisani ni mahali sahihi sana. Ndio maana katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25 wamesema wala tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya vivyo kwa kadiri wa muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Yaani kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine. Wengine wanakusanyika mahala pengi. Sisi tukusanyike kanisani. Na tunapokusanyika kanisani, tuwe tunatafuta badiliko kwamba mimi Esther pamoja na kwamba nimekwama, najiona siwezi. Ila nikishafika mahali pa ibada, panakuwa ni mahali ambapo ni msaada sana kutoka kwenye tabia yote ambayo naweza kuwa nasema siwezi. Mimi hapa ninaongea hapa ni vingi ambavyo nilikuwa nasema kabisa siwezi. Yaani iwe hasira, iwe kitu chochote nilikuwa nasema kwamba hapa siwezi. Lakini unapofika kanisani sehemu ambayo kunakuwa na mafundisho sahihi. Si mafundisho ambayo yanakuwa na kuhamasisha tena wewe kwenda kuzini, hapana. Mafundisho ambayo yanakuambia wewe binti una thamani sana kuliko vitu vyote. Inatakiwa tu mimi na wewe tutafute kufanya jambo ambalo basi litakuwa sababu ya wengine kuona iko maana ya wokovu kupitia maisha yetu. Kwa hiyo binafsi tu nasema hapana, mahali sahihi, mahali pa kuanzia ni kanisani. Yaani wewe ona umekwama kwa namna yoyote ile, nijione mimi Esther nimekwama, ujione umekwama. Binti, yani unaona kabisa mimi kulala bila kuzini haiwezekani. Mimi nakwambia sehemu sahihi ya kuanzia ni kanisani. Kanisani tunakusanyika ili kuonywa, sio kwenda kusifiwa kwamba kanisani tumekusanyika ili kwenda kuchaguliwa wachumba, tumekusanyika ili kwenda kutabiliwa wachumba, hapana. Kanisani ni mahali ambapo pako tu kwa ajili ya kutujenga, kutuonyesha njia kwamba mimi Esther nikiwa kama binti itakiwa ningeishi vipi. Wewe mama itakiwa ungeishi vipi. Wewe baba itakiwa ungeishi vipi. Wewe mtu wa namna gani itakiwa ungeishi vipi. Hivyo tu usijikatie tamaa kwa namna yote kwenye hali yote ambayo unaweza kupo nayo. Haijalishi umeharibu mara ngapi, umefanya vibaya vingapi, umefanya mengi kiwango gani. Wewe unaweza kanajiona umefanya mengi, lakini kwa mimi ni miongoni mwa mtu ambaye anasema hapana, inawezekana hujafanya mengi, ila mimi ni miongoni mwa watu ambao wamefanya mengi sana. Sasa usishie kujikatia tamaa, nisijikatie tamaa. Swala ni kuchukua hatua, kugeuka katika ile maisha ambao unaweza kukuta tunayaishi mabaya, pengine unakuta tupo kanisani, lakini bado tuna mambo mengi mabaya. Lengo la ibada, lengo la kanisa lipo tu kwa ajili ya kunifanya mimi kuishi kwenye maisha tu yale ambayo litakiwa ningeishi. Amen.